angeshinda daktari likatolewa likubaliwe. Kwanza watoto hawa kwanza leo wamekuwa wavumilivu. Kwenye mechi ya tarehe 25 walisusa mpaka medali, lakini wamesubiria medali, wameona za umuhimu. Sasa kubeba medali pasipokuwa na ngao sio sawa na uchawa au sawa na ilizi. Watu wanabeba mali, wanabeba ngao, wanabeba medali. Hiyo sawa na ilizi kaka. Kwa hiyo watoto wa Mode, kwanza unajua kwa nini wanamtaja Arajiga? Kwa nini wanamtaja Arajiga? Hawatakaji hata kumuona. Mbaba yule hataki kumbeba mtu. Mbaba yule anasimamia sheria 17 na ongeza zinakuwa 50 kabisa. Kwa hiyo leo hakutaka kumbeba mtu. Na ndio maana nakumbuka tu walivyopanga kwamba wanakutana mimi na yeye. Mara chapu walienda TFF kwamba mechi sogezwe mbele. Mwisho siku TFF walivyogolea. Sasa leo ndio hicho walikuwa wanamaanisha. Sewa utopolo kwa kumalizia sasa. Kwa kumalizia, tumeona kikosi chako leo kimeweza kupata ushindi. Unakionaje kuelekea katika mashindano ya kimataifa ambapo hapo Jumaa anakwenda kucheza mchezo wa raundi ya kwanza? Tena leo usiku kikosi kilali kinaondoka zake kule Angola. Tuna mchezo tarehe 12. Kwa hiyo ile timu inaitwa Walete, si ndio hivyo? Ile timu inaitwa Walete. Na kwa tarehe 21 na kwenda kuibutua kule nyumbani kwake goli 5 na dhamira ya msimu huu, na ndio maana kikosi cha bilioni 1 dhamira na nia tuliokuwa nayo, nataka tukachukue ligi ya mabingwa. Uwezo tunao na sababu tunazo. Wao wanaenda kucheza dhidi ya nani? Huko wanaenda kwa Makonde Botswana huko. Sasa kwenye mechi za kimataifa tukipiga mechi zetu kama kadhaa, kuna mmoja hapa ataanza kupanda vipinyiko muda si mrefu, atabaki hapa kama mbio za mwenge. Kwa hiyo kwenye mechi za kimataifa, kama mashabiki na wanachama wa Yanga kwenye kikosi cha bilioni 100, nataka tuchukue ligi ya mabingwa. Uwezo tunao, sababu tunazo. Huyo mtoto na piramidi, yani sio piramidi. Unaona hiki kikosi cha msimu huu, unaona kikosi cha msimu huu, kikosi cha msimu huu mimi nabaki Tanzania kwa sababu ya usawa. Lakini kikosi cha msimu huu itakuwa nikacheze Bundesliga, La Liga ama Europa, lakini nakaa Tanzania kwa sababu ya uzawa. Na ndio maana nimekwambia, yani kwenye ukanda huu wa Afrika hakuna kikosi chenye thamani ya bilioni 1 kama Yanga. Hao wengine unaona kausha damu, kama unavyoona kina nane wameletwa kwa njia kausha damu, kama yule mchezaji wa Nigeria Selemani Sele, mwalimu amekuja kwa mkopo, wamempa shilingi ngapi amesajili yule, amekuja wamemleta kwa njia vikoba kausha damu, ndio maana anaitwa Sakosi. Nani kakwambia Boyeli kakopeshwa wewe? Nimekwambia kuna mchezaji aliyokopeshwa hata huyu hata mmoja. Mpanzu unayemwona wewe kakopeshwa. Yule nani Selemani wewe kakopwa. Kwa hiyo ile Sakosi, sasa huwezi kuja kunifunga mimi wewe na kikosi chako cha mkopo. Ile kausha damu ifunge mimi. Kwa hiyo mtoto wa Mudi mwambie, nimempigia pia Wilombe pia Yanga sule. Mtoto wa Mudi kwanza miso, kwanza watu wenyewe unavyosikia wanavyoongea. Washakunywa wanzu kishapagawa. Nishamgonga zaidi, kashapagawa tayari. Kwa hiyo mimi siongei na walevi. Kwa hiyo nishamkumuta, nimeondoka na ngao ya jamii, tunaondoka zetu tunakutana kwenye mechi za kimataifa. Hii ndiyo Yanga kaka. Mwambie hivi, bwana mzee utopolo, msikilize shabiki wa Simba. Anasemaje? Simba ikifungwa navua nguo. Kwa heshima, Simba ikifungwa navua nguo. Naomba nivue. Unaona sasa? Sasa utaki sasa mbona kimbia sasa? Akiwa na furaha kweli kweli. Bwana vipi mama? Bwana kwanza niko vizuri kweli kweli. Naendelea kuselebrate, naendelea kusherekea. Maana kwa kipigo hiki cha mtoto wa Mudi mpaka sasa hivi washabadilisha kauli. Goli lenyewe moja. Sasa kama goli moja, basi nenda kasawazishe. Kapaki basi tumia uwanja wao, nenda kasawazishe. Lakini goli moja ameshindwa kuliokoa. Na kwenye mechi dhidi ya Bandari hivyo nimeshinda goli moja. Wakapiga sana kelele, wakasema goli lenyewe moja. Sasa goli moja na leo nimemfunga goli moja. Haya alisawazisha ile goli, mwisho siku kimemngangania mpaka sasa hivi. Kwa hiyo mimi nilishamueleza kwamba mimi sio type yake. Yule ni kibonde wangu mwembe wa wani. Na niliwaambia huyu kibonde wangu, mnavyosema dabi, kwenye dabi mimi huko nishatoka. Huko mimi sasa hivi ninapokuja kucheza na kibonde wangu. Hana timu ya kunifunga mimi, ana timu gani ya kunifunga? Thamani ya Yanga sasa hivi na kikosi cha bilioni 100. Sasa leo hii mimi niende nikafungwe na ile Sakosi, chama cha kukopa. Kausha damu inifunge mimi.
Ni kitu ambacho kiwezekani kaka. Bwana mzee Otopolo, mashabiki wa Simba kabla ya hii game walikuwa wanauliza mnataka vichwa, wakawa wanauliza ni vichwa gani? Je, leo mmeweza kuwaonesha hivyo vichwa ambavyo mnavihitaji ili kuvipiga kichwa? Sasa hicho kitu ambacho tulikuwa tunakimaanisha ndio hicho kitu ndo tumekipiga leo. Mpaka sasa hivi kwanza shapagawa kwa sababu na ndio ili mwili. Ili kama boksi tu. Ila kichwani ukipigika akili zote waga zinahama, na ndio maana mpaka sasa hivi akili zao zimehama kwa sababu tumepiga kile kitu tulichokuwa tunakimaanisha. Na hiki huku kwani kichwa viko vingapi? Alikuwa anauliza anataka kujua ni kichwa gani, wakawa analia na miogo kabisa. Sasa unajua kila anayekula miogo sidhani labda anaenda kujibusi, wengine hata njaa, kwa sababu kiangalia timu yao kausha damu haina hela, kwa lazima wale miogo na vipande vya maparachichi pamoja na nini na nazi, kwa sababu hawana hela. Wewe na akili zako huwezi kushikula miogo ukala nazi, wewe njaa kali. Unasemaje timu yao haina hela wakati wamefanya usajili mkubwa kabisa? Sasa usajili angalia kwanza anaenda kushindana na nani? Pande zetu hatambi. Mimi sasa hivi nina dunia yangu. Angalia kwa kila kocha anayekuja Yanga mpya lazima mechi kwanza alambwe mtoto wa Mode. Kwa hiyo kile kikosi ambacho wanacho ile sako soro kwa anasema sio kikosi. Ile sako soro kwa nayo. Anatambia pande hizo za mapolisi, pande zetu hatambi. Niambie kama kwanza ngoja. Refa ikaongeza dakika. Refa ikaongeza dakika 12. Sasa angekuwa vizuri sangesawazisha. Kwa hiyo mtoto wa hana akili kuokoa nini? Huyo mpango alikuwa anamzungumzia. Kamalizia dakika katika dakika 60. Angekuwa yuko vizuri angezeka dakika 90. Kwa angalia walevya. Sasa wanaposema goal offside, ndio mwenyewe angeshinda goal la offside. Bora ameshindwa kushinda hata goal la offside. Haya kuuliza hata ya kuvizia likakataliwa. Iko wapi? Kwanza mimi nina watu alinyimwa penalty na kwa hiyo umesajili wachezaji kwa ajili ya penalty. Kwanza unapokwenda kukutana na Yanga, elewa kabisa wewe na beki ambao ni ukuta wa chuma. Uwe kwanza na golikipa ambaye anaitwa waterproof. Digiri ya Rafa kwa michomo mingapi? Michomo kama 4 na yote kaiokoa. Kama anaweka kwa michomo. Kaokoa wapi Panzia ile ya Pakome? Lile Panzia lile. Kwani goli la kwanza akafunga nani? Si Pakome Masa. Hivi yule mchezaji wao yule beki wao yule anaitwa Lucy yule. Amzuie Pakome ashinde kupata goli. Anaitwa Lucy. Yule beki wao yule muhindi shombe sio alimzoea wapi yule? Yule anaitwa Lucy. Anaitwa Lucy. Kuna mchezaji hapa nimletaje hapa? Anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Debora. Mwisho siku anaongeza na majina mengine kwamba anaitwa Fernandez. Na kati usajili wa TFF alimweleza jina anaitwa Debora. Kwa hiyo hata huyu sio Ushaina, anaitwa Lucy. Hata Lucy anaweza kuokoa goli hapa lala. Anaweza kumzuia Pakome asipate goli. Alimzuia Prince Dube alishindwa kupata goli kipindi cha kwanza. Lakini mwisho wa siku amekandwa hajakandwa. Maana tunarudi sasa kwenye mchezo dakika 90. Kakandwa hajakandwa. Na goli la offside. Offside mwenyewe angeshinda offside likatolewa likubali.